kipa gani mzembe yule? Kipa amna mpira utaji jamani, mpira ni mchezo mgumu sana duniani. Kwa nini mwalimu nyewe 10 asiwapange wote mkakae golini? Golini akae kwa kipa peke yake. Hauwezi kumwambia mwalimu eti mwalimu siwezi kucheza namba hii. Inabidi ufanye. Bwana, mambo vipi? Jina langu naitwa Rahim Lai na leo tumesafiri kutokea ambako tunaishi mpaka Kawe hapa Dar es Salaam. Tumemfuata Dobi mkongwe na kilichotufanya tuje hapa ni kuyafahamu kadhaa kutoka kwake, kwa sababu ni mtu ambaye anafuatilia sana mpira huu wa miguu hapa nchini Tanzania. Lakini kikubwa tutaanza kuitazama au kuizungumzia kidogo tu game ya mzunguko wa 13 ambayo imechezwa jana katika uwanja wa kumbukumbu za aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa awamu ya 3 Mheshimiwa Benjamin Mkapa pale Lupaso. Azam alikipiga dhidi ya Yanga. Bonge moja ya game. Dobi mkongwe. Inakuwa ya. Kama kawaida nikikupa mbaya nakupa nzuri, kinipa nzuri na kupa mbaya. Ukipenda uniita mzee inside 10 hapa mgongoni 3-8. Unacheza sana lakini utaji. Sikudanganye mtu, mpira kabla sikia ukijua umejua. Ukijua umejua. Sasa Dobi mkongwe bwana, tukianzia hii game ya jana ya Azam dhidi ya Yanga, mpira ulikuwa mkubwa sana, lakini mimi leo natamani sana tuizungumzie Azam, timu ambayo ukiitazama ni timu kweli, lakini mara kadhaa imekuwa ikitupa matokeo ambayo kama hayaridhishi, kwa maana wakicheza na hizi timu kubwa. Lakini jana wamecheza mpira mkubwa, mtu kama Faisal Salim amecheza mpira ambao Watanzania wote wamesema kweli ile ni Dar es Salaam Derby. Wewe kwa namna ambavyo ulitazama mchezo wa jana, kwa kifupi kabisa una lipi la kuongea? Mimi nina lipi la kuongea? Sisi Waswahili tunakwambia jisikize kuti la mazeo ndio lamungishe mgema. Mpira una mambo haya matatu: kushinda, kufungwa, kudraw. Sio, unaelewa vizuri? Yanga alienda kwa mazoea kwa Azam. Anakasema wewe mimi nikienda unamfunga. Alikuwa na matokeo yake. Ana matokeo yake. Sasa mwisho wa siku wenyewe wanakuambia Waswahili maiti mwana maoshaji. Maana maiti mwana maoshaji. Hiyo inakuwa ni hatari. Hatari inakuja vipi nikizungumzia swala hatari? Azam ukiona mtu akiona kama ni timu ndogo, lakini Azam ni timu kubwa. Azam ina wageni na ina watu wa ndani hapa, ina Tanzania, ina Wagana, ina nani? Na ina kocha mgeni. Bwana Ibenge. Ninazungumzia Ibenge sio kocha mdogo juu. Ni kocha mkubwa. Kocha fanya makubwa barani Afrika. Kwa hiyo kilichofanyika pale mechi ya jana, mimi nikiangalia Yanga alikuwa anakubali sana yacheze. Naona kuna kitu kimoja unachua wewe ucheze, yani muda wote mpira process wewe tu. Tamba tu uwanjani. Watu kusemeana kuwekea line. Unatamba, tunavuka. Ukija kwenye dimba la Azam pale, ukitaka kuvuka kumfuata kipa. Unakutana na watu sasa. Pale sasa kuna watu wanafanya kuzuia pap, wanachukua ile mpira wanaanza tena naona. Mnapewa nyie tena chezeni. Kwa hiyo hangaikeni, lakini huko muda unaenda muda. Dakika zina. Azam wakicheza wanacheza kidogo. Azam wamecheza viungo wengi kati na wao. Akina Kamiko ukizungumzia Faisal mtoto Abdalla. Kaza mafubaki ya kushoto na kulia wote wanao. Kuna mmoja ile mchungulia Manula ile Fei, ile ndo tabia yake kupiga. Fei unajua anavyopiga vile. Namkumbuka mtu mmoja Abdul Kasim Babi Baraki wa Unguja. Na kama vile Mzanzibari mmoja naye alikuwa anapiga kama kwa. Ni vitu vya kurithi hivyo kizungumza hivyo. Vya nyumbani. Vitu vya nyumbani. Na wabesekewa. Hatari sana. Sasa watu wanamchukulia Faisal ni mchezaji ambaye kwanza umri wake bado ni wakati tu, bado anaweza kufanya mambo makubwa kwenye mpira na bado ana uwezo wa kuipeleka taswira ya Tanzania kimataifa. Wewe ukitazama mpira labda ya miaka hiyo, mpira wa sasa hivi unavyomuona Faisal na Azam yake, tunaweza kutegemea siku moja Fei labda akaenda kucheza nje ya mipaka Tanzania labda? Sio kutegemea, Fei hata sasa hivi nje anacheza. Na namba anapata vizuri. Nisiongee unafiki, sitaki kumuongopea mtu yoyote. Mpira ni mchezo wa wazi kaka. Afa anayejua atabaki kuwa anajua. Mpira ni kama baskeli, ukijua umejua. Yaani huwezi kutafuna karanga kunapiga uruzi, ni vitu vili tofauti. Lazima utaharibu tu. Lazima utaharibu. Yaani kubaki Fei kusema anajua, Fei anajua, ataendelea kujua miaka 100. Kwanza mpira na uheshima, anajua ndio kazi yangu. Sio, unaelewa? Fei jana starehe. Hana makundi. Anacheza, anapumzika, anacheza. Yeye ni mtu mmoja miausho tu hivi. Ana watu wake yani. Wa kufanya yeye, wa kumpa risara. Bwana mwanangu cheza mpira, anasikiliza maneno ya watu.
Fei ni mchezaji mzuri sana. Atacheza mpira mpaka nje ya kaburini. Kwa kiwango alichokuwa nacho, hana kaida kumdharau mtu, hana shida kwenye maisha. Sasa ukiachana na Fei, kuna Tanzania One Air Manula ameonekana kwenye hizi mechi za hivi karibuni akiwa na kiwango cha juu mno. Hii ni kusema kwamba kuna vitu ana to prove wrong wa Tanzania kwamba Manula mimi bado sijaisha kiasi hicho kwamba ukicheza na Azam kipa Manula atapigwa labda 3-2. Unajua unavyozungumzia kipa, makipa wanakuwa wanalaumiwa sana. Hususan sisi kuna mashabiki wa banda umiza na mashabiki wanaendaga uwanjani. Unajua hamna mtu mwenye akili kama kipa. Kipa ndio anaona sehemu zote. Unajua usifanye masiara kuruka ule umbali kutoka huku mpaka huku kujirusha bila sababu. Kuna nyingine zinapita nje, kuna nyingine lazima udake. Hiyo chini naenda? Unaenda. Lazima akili yako iwe timamu sana. Lakini ndio mtu wa kwanza kipa kulaumiwa. Timu inapofungwa. Na timu inapofungwa inatokana kwa nini? Nyinyi ndani mko 10. Yeye kipa golini yuko peke yake. Wachezaji wa ndani mpo 10. Wewe mtu anatoka kuanzia ukumbini kule sebleni mpaka anaingia chumbani. Nyinyi mdao mko wapi? Akija kufungwa unaona msifeni alizodaka basi. Leo umefanya kazi nzuri hata kama kafungwa. Lakini hawezi kupewa pongezi hiyo. Analaumiwa. Kipa gani mzembe yule? Kipa hamna mpira utaji jamani, mpira ni mchezo mgumu sana duniani. Asikudanganyi mtu. Na ndio maana kipa kiumia anatibiwa humo kwanza dakika kadhaa. Kipa inabidi asaminiwe kwenye mpira. Sikufichi ndio mwandishi. Na ndio maana sasa hivi Manula anacheza kweli, yuko serious na maisha mbaya mno. Kwa nini mwalimu nyewe 10 asiwapange wote mkakae golini? Golini akae kwa kipa peke yake. Kwa sababu kipa na lazima awe yeye anaona vitu vingi, ana akili nyingi ya kufanya mpira ufike pale, striker apate. Mpira ufanye hivi, mpira unipige ngumi. Wewe utaweza ile? Ili kujirusha pasi hapana. Sasa wewe ukiruka mara moja kumrukia striker tu ile. Beki kumrukia striker ukienda chini nasikia. Lakini mwanaume anajirusha bila sababu, anaenda umbali mrefu. Huyo. Ukipiga hivi huyo. Chini anaenda, juu anaenda. Makipa wasaminiwe. Kweli. Umeelewa? Manula kuna kipindi Simba kaifanyia vizuri sana. Thamani yake kujiona amefanya kama ndio ya chuma mdoto anashinda chooni. Watu Manula hatari. Lakini kidogo usidharau na Azembe tunda la msimu kaka. Sahihi. Unadharau kinuko bora blender? Hatari. Yule ni wa nyumbani. Mali yetu sisi. Kwamba akifanya vizuri pale ndo atakuwa namba 1 kwenye timu yetu ya taifa, anaongoza vijana. Na ndo atapata kuongoza vijana kupitia yeye. Kianza kumbeza tena tunakosea bado. Atumtendei haki. Sawa. Sasa Dobi Mkongwe tumetazama sana Azam FC. Lakini Yanga wamefanya vitu vyao pia jana. Mimi kwa haraka kwa kumalizia, lakini tumguse kidogo huyu Mzanzibari mwingine wa kuitwa Mudathir Yahya Bas. Kidogo tu ambavyo wewe umemwona alivyo kiwango chake jana na mechi kadhaa nyuma, na namna ambavyo Tanzania wakati fulani wanamkosea sana heshima. Wanaona kama vile ni mtu ambaye anapanda na kushuka. Ukiwa kama mtu wa zamani kwenye masuala haya ya mpira, una lipi la kuambia mashabiki wa timu ya Yanga kwa ujumla? Mashabiki wa Yanga, mpira ni mchezo wa makosa ujue. Alafu Mudathir ni binadamu. Sio kila siku akupewe vizuri tu. Kuna siku moja utakosea. Yaani kukosea kupo kwenye mpira. Kwa mtu yoyote. Anakosea huyo. Messi, Ronaldo anakosea mwenyewe. Hata shindo kukosea Mudathir. Alafu kingine inakuja mfumo nao wa kocha. Kwa hiyo siwezi kumlaumu Mudathir eti Mudathir je, umemweka namba ngapi? Unataka kupe nini? Na asili yake namba ngapi? Kwa hiyo huwezi kulazimisha mchezaji kumtoa hapa umweke hapa. Unaangalia ana namba yake ipi? Pasi za mwisho unajua kuzimaliza. Unajua type za Mudathir ni wapo Tanzania. Kama Kevin Nation. Mtoto huyo. Sasa hivi yupo Pamba. Yuko Pamba Pamba. Mudathir kazi yake ilikuwa ni moja tu. Vunja kuni. Na ile mipira imerudi kitendo cha kupiga golini. Umeelewa? Lakini sio tumchukue Mudathir eti umweke kumaliza pasi za mwisho, tunaongopeana vitu vile tofauti. Utafanya watu wamuone kama kukabie. Bote na kupigie pasi. Akupigie tena na mashuti tena akupigie. Hakuna kitu kama hivyo. Wachezaji ni wachache wa kufanya vitu kama hivyo, na apige pasi. Akabe.
apige mashuti ni wachache. Mudathiri kazi zake ni hizi. Apige bakola, ngoma ziende golini na akabe. Kwa pasi za mwisho utamlaumu bado. Kwa namna ambavyo anachezeshwa pia inawezekana ikawa ni sababu ya yeye kutokuperform ile kiwango cha juu. Na hauwezi kumwambia mwalimu eti mwalimu siwezi kucheza namba hii. Inabidi ufanye hilo. Mtafanyaje ndio nishapangwa. Itabidi tukomae. Inabidi nikomae hivyo hivyo. Acha na kwenye swala kutukana Mudathiri anatukana na mashabiki kibao. Hawakumbuki nyuma alichokuwa anakifanya. Kipindi cha Nabi mwanaume alikuwa anapiga hapa na Kilwa. Hii hapa imeingia. Muda hatari. Muda kutokana na mtu akilikuwa akirudisha tu muda anakutana nayo kapiga goli. Lakini watu wanasahau mema mengi kwa siku kadhaa tu kiwango kimeshuka. Mudathiri usimshushe mtu samani kihivyo. Mnakuwa mnamvuruga mtu akili yake, mnamkatisha mtu tamaa. Alafu ile bado mdogo, unajua sio mkubwa Muda. Mudathiri bado mdogo sana. Kwa hiyo anatakiwa apewe moyo na morali ili awe kupitia viongozi wetu wa timu. Unajua kila mwalimu anakuja na mfumo wake. Umenipata vizuri? Kwa hiyo hapo wao wachezaji ni kuingia kwenye mfumo mwalimu sasa ni kazi nyingine. Kama mimi ningekuwa mwalimu, Muda anampa winga midfielder. Katikati sikinolebukia Buye siwe namba 6 na mjaza tena winga midfielder achukua wewe Muda. Katikati mnakuwa wengi. Zinazokuja zile mbele. Zote mimi hali yangu. Lakini ukimpa majukumu mengine unamchanganya. Winga midfielder unaelewa? Yaani winga namba 7 anakuwa naye anakaba. Acha winga kukimbia, sasa fullback ya kushoto na kulia ifanye nini? Wale ndio kwa ndo kazi yao. Kwa yule Muda kwa winga midfielder pale kati wanakuwa wanajazana wengi, kazi yake inakuwa kukaba na kupiga mashuti. Hapo tena mna shughuli nyingine.